Kama cowboy, mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, kiongozi wa chama na serikali, mkurugenzi mkuu wa Chief Luti Music, mkurugenzi mkuu wa Chief G Media, mkurugenzi mkuu wa Chief Godlove Foundation, mkurugenzi mkuu wa Chief Godlove Company Limited. Bro, naongea hapa nikiwa kama billionaire. Nazungumza kama billionaire, kijana mwenye ushawishi kuliko vijana wote East Africa. Yaani unavyoniona mimi ni kijana ambaye nina fedha kuliko vijana wote East Africa. Sio Kenya, sio Tanzania, sio Uganda, sio Malawi, sio Mozambiki. Na hela kuliko wote. Kwa sababu hapa unaponiona kuna mavazi huwa mnionaje nikivaa ya cowboy kama nilivyovaa hivi. Kwa sababu huwa navaaga shambani. Hapo unaponiona namiliki farasi kibao, namiliki ng'ombe kibao, namiliki mashamba kibao. Kwa hiyo mimi vijana wa kawaida hawa ambao wana flex na vigali, sio wana flex na tunyumba tu kukodi sio nini, mimi sihangaiki nao. Yaani ukienda Uganda na ng'ombe 600 Nyankole wa kushiba. Ukienda kijijini kwetu na ng'ombe wa kutosha. Ukija Kenya nina bolani za kutosha. Si utaongea nini na mimi? Alafu miji ndo nayo Kenya na mji, Uganda na mji, Tanzania ndo miji iko shagala bagala mingine na majina ya watu wengine huko. Okay, nilichokuwa nataka kuzungumza cha msingi, kwanza nimeanza na majivuno au majigambo. Kwa sababu kuna muda usipojisifia watu wanahisi haupo. Kwa hiyo unatakiwa ujisifie wajue kwamba upo. Ninataka kuaddress vijana wa Tanzania. Punguzeni uvivu. Niko kwenye tour ya kuzunguka nchi tofauti tofauti kujifunza. Nimekuja Kenya, nimekaa almost kama miezi 5. Unaelekea wa 6, niko Kenya hapa. Na nilichoamua, nimeamua kujenga na kununua mji na kufuga Kenya. Kenya nafuga nguruwe, nafuga na ng'ombe. Kwa nini nimeamua hivyo? Nimeamua hivyo kwa sababu nimeona Kenya kuna maeneo mengi ambayo yana ardhi ambayo ina nyasi nyingi na nina uwezo wa kufuga. Lakini kitu ambacho nimejifunza Kenya, vijana wa Kenya wameamka. Niwape sifa yao. Vijana wa Kenya wameamka. Vijana wa Kenya wengi, asilimia nao wanatakiwa waamke kwa sababu nao waona ni wachache sana. Yaani hawafiki 10 vijana ambao wana akili timamu. Hawafiki 10 ambao naona wako vizuri. Yaani kama naona wanajitahidi, yaani wako vizuri. Tanzania niko peke yangu. Yaani sasa huwa najiuliza, nasema ina maana Tanzania hakuna vijana kabisa wana uchu wa kutaka kuwa matajiri ambao wanapambana, wanatumia silaha zao kuzileta in reality? Hakuna. Yaani mpaka sasa hivi nikikaa Tanzania hakuna hata kijana ambaye angalau nikimuona nasema huyu akikaza anaweza kawa kama mimi. Hakuna. Lakini Kenya angalau nikiangalia vijana naona wanajituma. Wanajituma, wanajitahidi. Yaani hicho nimejifunza. Lakini pia hata Uganda vijana wanamiliki pesa, vijana wadogo sana. Kwenye tour yangu najifunza, nakutana na matajiri wenzangu, wazee, vijana, wadogo, nakutana nao, tunazungumza ili nijifunze vitu vingi. Yaani mimi ni mtu ambaye najifunza kila siku. Mimi ni billionaire. Lakini kuna muda naingia kwenye Chief G Media kufanya interview. Kwa nini? Kwa sababu najifunza. Lakini pia natengeneza namna ya mimi kujua kama uelewa wangu na IQ yangu ni kubwa. Nani ameiangalia interview ya Mr. Nice na Chief Godlove? Nani ameona interview ya Gigy Money na Chief Godlove? Zinafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini zinafanya vizuri? Kwa sababu nimeonyesha uwezo na viwango vya juu. Yaani nimefanya interview na mtu kama nimesomea journalism wakati sijasoma. Na ukiangalia unaona kabisa huyu ni mtu professional. Kwa nini? Kwa sababu unapenda kujifunza. Elimu ya darasani is nothing. Elimu ya mtaani ni 100%. Kwa hiyo nimekuja Kenya, nimekaa miezi 5. Na sio kama naondoka, hapana, natoka naenda kujifunza Uganda,
Uganda naweza kukaa tena miezi karibia 5 Uganda. Nikikaa pale najifunza, nasoma, naangalia opportunities za mambo ya kufanya, kuwekeza, kwa sababu huwezi ukawekeza sehemu moja ukajiita wewe bilionea. Unawekeza sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo Uganda nimewekeza ng'ombe, lakini trip hii nataka niende kuangalia kuwekeza vitu vingine zaidi. Nikitoka Uganda naenda nchi nyingine, kwa sababu Tanzania nishafanya kila kitu. Yaani si nisemaje, Tanzania ni nyumbani na nitarudi, Kenya nitarudi, lakini napenda kujifunza. Nikitoka Uganda nitaangalia niende nchi gani. Yaani mimi nafanya tour ya nchi na nchi na nchi na nchi kwa ajili ya kujifunza mila na tamaduni zao, niangalie ni opportunity gani ya kufanya pale nipate pesa nyingi. Yaani mimi nafikiria kupata pesa. Moral of story, vijana wa Tanzania tupende kujifunza, tusiwe wakaidi na tutafute pesa. Kwa sababu mpaka sasa hivi, ingawa kijana namba 1 tajiri bilionea anatoka Tanzania ambaye ni Chief Godlove, lakini Kenya imetengeneza millionaires wengi kuliko Tanzania. Yaani mimi nina bilioni, lakini vijana wenzangu mamilionea hakuna hata mmoja. Kwa nini hamwamki? Vijana wa Kenya wananunua magari gharama zaidi ya Tanzania. Yaani Crown ambayo mtu ananunua milioni 15 Tanzania, Kenya ni milioni 30 au 35 ya Tanzania. Lakini vijana wa Kenya wanakuwa wanamiliki hizo gari. Ukiangalia vijana wa Tanzania, kijana mdogo mwenye umri mdogo anayemiliki Range wachache sana, utakuta 2. Lakini ukija Kenya wako kibao. Kijana mwenye umri mdogo ambaye anaishi maisha mazuri, kienda Tanzania unamkuta Chief Godlove peke yake, lakini ukija Kenya wako kibao. Kwa hiyo vijana wa Tanzania muamke, acheni upumbavu. Huu sio muda wa kukaa mnatia huruma, amkeni kutafuta do. Vijana wa Kenya wanatushinda padogo sana. Amkeni, acheni kulaza 1200 zenu hizo.